والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهد الكرام، أخوكم أبو محمد إدريس عمر حماد. Ndugu zangu Islam, leo tunaendeleza mada yetu ya talaq katika Uislamu, na insha Allah leo tutazungumza masharti ya talaka katika Uislamu. Kama tunavyojua, kila kitu katika Uislamu ili kusahi kwake laha shurut. Vitu hivi vina masharti. Walitalaq shurutun yajibu tawaffuruha biakmaliha, na ina talaka masharti ambayo ni lazima masharti hayo kukamilika kwake kitimilifu. Na miongoni mwa masharti haya yapo masharti ambayo yenyewe yanarudi kwa mume, na yapo masharti ambayo yanarudi kwa mke, na yapo masharti ambayo yanarudi kwa sigha, yani tamko lenyewe la talaka. Tukianza na masharti ambayo yanarudi kwa mume ili talaka iweze kusihi na kusadifu mahal kaunuhu zawjan au wakila lizawj, ni kuwa kwake yule mwenye kuacha, yule mwenye kutoa tamko la talaka, awe yeye ni mume au ni wakili wa huyu mume. Endapo ukakosekana uume, yani ikawa haipo ndoa au haupo uwakili, fa inna talaka la yaqa, talaka kwa hali hii haiwezi ikatuka. Kivipi? Tunafahamu katika tamko hili la kwamba alwaliyu la yamliku talaq, wali hawezi akamiliki talaka ala man lahu alwilayatu alayhi, kwa yule ambaye anamkalia uwali. Yani wali baba hamiliki talaka juu ya kuacha talaka hii kumpa mtoto mke wa mwanawe. Walaysa lisayyid an yutalliqa zawjata abdi, na vile vile hana nafasi bwana kutoa talaka kumuacha mke wa mtumwa wake. Katika kujuzu kutoa talaka kwa mzazi au kutoa talaka kwa bwana ili kumpa talaka mke wa mtoto au kumpa talaka mke wa mtumwa, ni lazima kuwepo na kitu kinachoitwa tafwidh, yani an yufawwidha au yuwakila fihi. Ni lazima huyu mume au huyu mtumwa wawaegemezee, wawape nafasi bwana pamoja na baba juu ya kumwacha mke wa huyu mtoto na mke wa huyu mtumwa. Yani kama vile kusema mtoto, nimekuegemezea baba talaka ya mke wangu, fatalliqha mata shi'ta, muache mke wangu muda wowote unaotaka. Baba kwa wakati huu na kwa nafasi hii, endapo akamuacha mke wa mwanawe, talaka itasih, lakini kwa tamko kutoka kwa mwanawe. Na vile vile mtumwa. Fa in fawwadha au wakala, ikiwa hawa watawaegemezea au watawapa uwakili, fatalaq waqi'un kama kulna, talaka itasihi kama tulivyotangulia kusema. Na hili lianna talaq haqqun shakhsi, kwa sababu Uislamu umeifanya talaka ni haki binafsi, yakhusu zawj faqat duna siwahu, inamhusu mume peke yake, kinyume na asiyekuwa mume. Kwa maana haiwezi kusihi talaka isipokuwa talaka hii iwe inatoka kwa mume fakat bas.
Na dalili ya kwamba talaka ni milki ya mume peke yake kinyume na asiyekuwa mume ni kauli ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithi ambayo ameipokea Ibn Majah. Ibn Umar anasema katika tamko lake la hadithi hii, kana tahti imra'atun uhibbuha, nilikuwa mimi nina mke ambaye ninampenda mapenzi makubwa sana. Wa kana abi yakrahuha, lakini baba alikuwa anamchukia mke huyu. Fa amarani an utallikaha, baba akaniamrisha mke huyu ni muache. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa akhbartuhu. Ibn Umar radhiyallahu anhu anasema nikamjia mtume sallallahu alayhi wasallama kumpa habari hile, tokeo lile lililotokea baina yangu mimi na baba yangu. Mimi mke wangu nampenda, lakini baba yangu anamchukia na ameniamrisha ni muache. Nini alisema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Ibn Umar? Ibn Umar anatupa habari kwa kusema fa amarani an utallikaha, naye mtume sallallahu alayhi wasallam akaniamrisha ni muache. Hii tunapata dalili ya kwamba wanaosemezwa katika suala la kuacha, wanaosemezwa katika suala la kutoa talaka, al-azwaj ni waume. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam hakumpa ruhusa Umar ibn al-Khattab kwenda kumwacha mke wa mwanawe, bali mtume sallallahu alayhi wasallam alimuegemezea talaka hii mtoto ambaye ni Ibn Umar, ambaye ndiye mume halali wa huyu binti ambaye yeye alikuwa anampenda mapenzi makubwa mno. Wa asnada amra at-talaq ilayhi, na akaiegemeza amri au jambo la talaka kwa Ibn Umar kinyume na asiyekuwa mwingine. Hili likatujulisha ya kwamba talaka ni milki ya waume kinyume na wengine wao. Lakini pia kuna ijma' al-umma, faqad ajma'at al-umma ala anna at-talaq haqqun lil-azwaji duna ghairi. Wamekubaliana wanawachuoni wa ummati huu ya kwamba talaka ni haki ya waume kinyume na wengine wao. Swali: in qulna anna at-talaqa lil-azwaji duna ghairihim, ikiwa tutasema talaka ni haki ya mume kinyume na mtu mwingine, fahal idha talaqa ar-rajulu imra'atan qabla an yatazawwajaha sahha talaqu? Swali la kujiuliza, je, endapo akaacha mwanamume kumpa talaka mwanamke kabla hajamuoa, je, talaka hii tasihi? Kama kulna inna at-talaq la yasihhu illa ba'da an-nikahi biittifaqi al-ulama, hakika ya talaka haisihi isipokuwa baada ya kupita ndoa kwa makubaliano ya wana wa chuoni. Ili talaka isihi, ili talaka ikubalike, ni lazima kuwe baina ya mwenye kuacha na mwenye kuachwa kuna ndoa iliyokuwa halali, ndoa iliyotimiza masharti pamoja na nguzo zake. Wanawachuoni wakatuletea tasira, wakatuletea maneno yanayosema hivi: ama idha allaka, ama mwanamume atakapoitundika talaka, mwanamume ambaye hajamuoa huyu mwanamke, bado hajawa mkewe wa halali, lakini akaitundika talaka, faqala, akasema kwa mfano, kullu mra'atin atazawwajuha fahiya taliq, mwanamke yoyote ambaye mimi nitamuoa, basi mwanamke huyu ameachika. Au akasema idha tazawwajtum ra'atan min alqabilati alfulaniya fahiya taliq, endapo mimi nikamuoa mwanamke wa aina yoyote katika kabila fulani, akaweka qaid, mwanamke yoyote aliyepo kabila fulani, basi mwanamke huyu ameachika. Au akasema idha tazawwajtu fulanan fahiya taliq, endapo mimi nikamuoa mwanamke fulani, akamtaja kwa jina, basi mwanamke huyu
ameachika. Au liajnabiyya, au akaja akamwambia mtu wa kando, in dhahabti ila madinati kadha wa anti zawjati fa anti taliq, endapo ikatokea wewe kwenda katika mji fulani hali ya kuwa wewe ni mke wangu, basi wewe umeachika. Hajamuoa bado, lakini akasema endapo ukaenda katika mji fulani na wakati huo nikawa tayari nimeshakuoa, ni mke wangu, basi wewe umeachika. Katika himada wamekhtalifiana wanawachuoni katika sura ambazo tumezitaja, lakini kauli tunayoifanyia kazi na tunayoichukua ni kauli inayosema fa inna at-talaq fi surati allati dhakarnaha la yaqa, hakika ya talaka katika mfumo, katika sura ambazo sisi tumezitaja, talaka haiwezi kusihi maadamu uliyemuacha bado hajawa mkeo wa ndoa. Kauli hii ni kauli ambayo wameizungumza masahaba Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Aisha radhiyallahu anhum, na miongoni mwa matabi yupo Shuraih, pia Ibn al-Musayyib, yupo Sa'id ibn Jubair, Ata pamoja na Taus na Hasan na Urwa ibn Zubair radhiyallahu anhum. Pia maulama wetu ambao tumewazoea, maulama ambao sisi ndio tunaowafuata, tunaosoma fikhi zao na kufuata miongozo ya kisheria kutoka kwao, waliozungumza kauli kama hii ni maulama wa Kishafiia, lakini pia Imamu Ahmad ibn Hanbal na Imamu Ishaqa ibn Rahawayhi rahimahumullahu ta'ala. Sharti ya kwanza ni kwamba ili talaka iweze kusihi ni lazima mwenye kuacha awe mume, ni lazima aliyeachwa awe mume, aliyeachwa awe mke, na aliyeacha awe mume halali wa huyu mke aliyeachwa. Na haya tunayapata maneno haya katika kauli ambayo imepokewa na Ibn Majah rahimahullah, kauli ambayo imepokelewa kutoka kwa Al-Miswar ibn Makhrama. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la talaq qabla nikah wala itqu qabla milk, hakuna kusihi talaka kabla ya ndoa iliyokuwa halali, na wala hakuna kusihi kuacha huru kabla ya kumiliki kuliko kuwa halali. Lakini pia tuna kauli ya Amri ibn Shuaib ambayo ameipokea kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, hadithi ambayo ameipokea Imamu Tirmidhi. Amr ibn Shuaib anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la nadhra libni adam fima la yamlik, haisihi nadhiri, hakuna nadhiri kwa mwanadamu kwa kile ambacho mwanadamu hakimiliki, wala itqa fima la yamlik, wala hakuna kuacha huru kwa kile ambacho hakimiliki, wala talaq fima la yamlik, lakini pia hakuna kusihi talaka kwa kile ambacho hakimiliki. Tunaona hadithi hizi mbili tukufu kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataa kuwepo kwa talaka na kusihi talaka kabla ya kuwepo ndoa sahihi baina ya muacha pamoja na muachwa, baina ya mtaliki pamoja na mtalikiwa. Lakini pia tuna qiyas katika kuthibitisha ya kwamba talaka haiwezi kusihi isipokuwa kwa yule ambaye amekuwa ni mume halali kwa huyu mwenye kuachwa. Wanawachuoni wanasema inna man lam yaqa talaquhu almubashar la yaqa bisifa, yeyote ambaye talaka yake haisihi, haituki moja kwa moja, haiwezi pia ikatuka kwa sifa. Kwa maana kama wewe unayemwacha haiwezi ikasihi talaka yako papo kwa papo, pia haiwezi kusihi kwa sifa ya aina yoyote. Hii ni sharti ya kwanza miongoni mwa masharti ya kusihi kwa talaka. Hivyo sharti la kwanza na la kuzingatia ni kuwa yule mwenye kuacha
ni mume halali wa yule mwenye kuachwa. Sharti la pili, kaunul mutalliq aqilan, kuwa kwake huyu anayetoa talaka ana akili timamu. Sharti hii ni wajibu kuthibiti kwa huyu mwenye kuacha. Lau itatokea bi an kana almutalliq majnuna, kuwa huyu mwenye kutoa talaka ni chizi, au maatuhan hatta, au akawa ni mwehu mpungufu wa akili kamwe, au kharaja akluhu bisababin ma, au wakati anaacha, wakati huu ilikuwa akili yake huyu bwana imetoka kwa sababu maalum, fa inna talaqahu la yaqa, mwanamume huyu, mume huyu, talaka yake haiwezi ikasihi. Kwa maana miongoni mwa masharti muhimu kabisa, miongoni mwa masharti ya talaka ni kuwa huyu mwenye kutoa talaka ni mwenye akili timamu. Tunafahamu katika hili bi anna alladhi yuqi'u at-talaq la budda an yakuna kamilul aqli kamilu alwa'i, hakuna budi isipokuwa huyu anayetoa talaka awe ni mtimilifu wa akili, tena awe na ufahamu timamu, kwa sababu talaka yajlibu alhuquq, inaleta haki, pia wayudhi'u alhuquq, inaondosha haki. Hivyo hakuna budi isipokuwa huyu mwenye kuacha an yatasarrafa bima fihi maslahatun wa daf'i mafsada, atende matendo ambayo ndani yake kuna maslahi, lakini pia aondoshe kila ambacho ndani yake kuna madhara. Na mtu ambaye hana akili, la qudrata fi dhalika, hana uwezo wa kubagua kati ya kile chenye manufaa na kile chenye hasara. Mazungumzo haya tuliyoyazungumza, au sharti hii ambayo tumeizungumza ya kwamba mwenye kutoa talaka ni sharti awe ni mtu mwenye akili, tunapata mafunzo haya kutoka katika hadithi ambayo ameipokea Abu Daud, katika hadithi ambayo yeye Abu Daudi ameipokea kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani amesema, rufi'a alqalam an thalathatin, imeondoshewa kalam, imenyanyuliwa kalam kwa watu aina tatu: anin naim hatta yastayqiz, wa anil mubtala hatta yabra, wa anis sabi hatta yakbur. Kalamu imeondoshwa kwa watu aina tatu: kwa aliyelala mpaka amke, kwa maana aliyelala hata akiacha kumpa talaka mkewe hali ya kuwa amelala usingizi kwa kuweweseka, talaka yake haihesabiki kuwa ni chochote wala lolote. Wa anil mubtala, na pia mtu aliyepewa ugonjwa wa akili, hata yabra, mpaka atakapofika kupona na kupata ufahamu wake na kurudi akili yake kuwa timamu. Wa anis sabii, lakini pia mtoto mdogo, hata yakbura, mpaka afikie ukubwa. Na katika tamko jingine tunalopata faida ya kwamba talaka haiwezi ikasihi kwa mtu ambaye hana akili timamu ni kauli ya Hannadu al-Jambiyu. Qala, anasema Hannad, utia Umaru bimra'atin qad fajarat fa amara birajmiha. Umar ibn al-Khattab aliletewa mwanamke siku moja, mwanamke huyu akiwa amefanya tendo la zina. Umar ibn al-Khattab akaamrisha huyu mwanamke apigwe mawe. Famarra Ali radhiyallahu anhu, akapita Ali Allah amuiradhi, fa akhadhaha fa khalla sabilaha, akamchukua mwanamke huyu aliyekuwa kashahukumiwa kupigwa mawe hadi kufa, akamwacha huru. Fa ukhbira Umaru radhiyallahu anhu bima jara baina Ali wa qaumi, akapewa habari Omar kwa yale ambayo yametokea baina ya Ali na kaumu yake, ambayo ilikuwa imesimama iko tayari kumhukumu mwanamke huyu kwa kosa alilolitenda, kosa la zina. Qala, akasema Umar, ud'u li Aliya, niitieni Ali. Fajaa Ali radhiyallahu anhu, akaja Ali Allah amuiradhi. Faqala, akasema Ali, ya amira almu'minin, ewe amiri almu'minin,
laqad alimta anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, wewe umejua ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, rufi'a alqalamu an thalathatin, imeondoshwa kalamu kwa watu aina tatu, anis sabiyi hatta yablugh, kwa mtoto mdogo mpaka atakapobaligh, kwa maana huyu haandikiwi dhambi na matendo yake hayazingatiwi katika mizani ya sheria. Wa ani an-naim hatta yastayqidh, na aliyelala mpaka aamke, kwa maana pia aliyelala matendo yake kisheria hayazingatiwi na wala hayana hukumu ya aina yoyote mpaka pale atakapoamka. Wa anil matuh hatta yabru, lakini pia mwehu mpaka atakapopata ufahamu na kupata akili yake timam. Wa inna hadhihi ma'tuhatu bani fulan, Ali ibn Abi Talib akamwambia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, na huyu uliyemhukumu kupigwa mawe hadi kufa kwa tendo alilolifanya, tendo la zina, ma'tuhatun bani fulan, ni mwehu wa ukoo wa fulani. La'alla alladhi ataha wa hiya fi balaiha, huenda yule ambaye amezini naye hali ya kuwa huyu mwanamke yupo katika mtihani wake wa kutokwa na akili. Faqala Umar, akasema Umar radhiyallahu anhu, la adri, mimi sifahamu. Faqala Ali alayhi salam, akasema Ali pia, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, wa ana la adri, na mimi pia sijui. Hadithi hii ameipokea Abu Daud. Kwa hiyo hadithi hizi tulizozisoma na tulizozitaja na nyinginezo zinatujulisha juu ya kutokuwa na masulia mtu ambaye hana akili timam, wa ala anna tasarrufahu ghairu mu'tabar, na kwamba matendo yake anayoyafanya mtu huyu ambaye hana akili timamu ya kuweza kuzingatia anachokifanya, matendo yake si yenye kuzingatiwa katika mizani ya sheria. Falidha, kwa sababu hiyo, idha talaqa almajnunu zawjatahu, chizi pindi endapo akamuacha mkewe, fi hali jununihi, katika hali ya uchizi wake, fatalaquhu la yaqa, talaka yake haisihi. Ndugu zangu Waislamu, hili kuna hali ambayo wanawachuoni wamekuja kuivua kwa huyu chizi. Ni hali gani? Ma law allaqa at-talaq ala wujudi shay'in ma, lau mtu ataitundika talaka juu ya kupatikana kitu fulani, yani akamwambia mkewe kwa mfano, pindi endapo ukafanya kitu fulani basi ndiyo nimekuacha, ndiyo talaka yako. Pindi endapo wewe hujafanya kitu fulani basi nimekuacha. Wa huwa bikamilil wa'i, wakati anayazungumza maneno haya mwanaume huyu akiwa na akili timam, akiwa yuko timam, hana tatizo la aina yoyote katika akili yake. Wa wujida dhalika shay'u wa huwa majnun, lakini tendo hili halikufanyika, likaja likafanyika hali ya kuwa huyu mtu tayari ameshachanganyikiwa, ni chizi. Yani maneno wakati anayazungumza kumwambia mkewe, pindi endapo ukafanya kitu fulani basi ndiyo na talaka yako nimekuacha, umeachika. Hili tendo hakulifanya mke wake, akaja akalifanya baada ya mumewe kupata ule wenda wazimu. Wana wachuoni wanasema fi hadhihi alhala, katika hali hii, fa inna talaq yaqa, talaka itasihi, liannahu allaqa wa huwa bisihhatin sahiha, kwa sababu yeye alimwacha, aliitundika talaka hii kwa mkewe hali ya kuwa ana akili timamu. Upi uchizi? Uchizi huwa kullu, au chizi huwa kullu man zala aqluhu bisababi maradhin, ni kila yule ambaye imeondoka akili yake kwa sababu ya maradhi. Fayulhaqu bihi almughma alayhi, atakutanishwa na mtu huyu chizi mtu ambaye amechanganyikiwa. Walladhi asabahu alhumma, na yule ambaye amepatwa na homa. Hatta ghaba akluhu, mpaka akili yake ikapotea, bilhumma, kwa sababu ya homa. Fasara yahdhi, akawa huyu mtu anaropokwa ovyo ovyo. Wakadha, na vile vile manzala akluhu bisababi suda'in shadid au maradhi mukhi,
yule ambaye amepata maradhi ya akili, ikaondoka akili yake kwa sababu ya maradhi ya kichwa yaliyokuwa makali au sababu ya maharibiko katika ubongo wake. Ama mwanamume ambaye bado akili yake ipo timamu, lakini akili yake ikafunikwa na ikastiriwa kwa sababu ya kula miongoni mwa vitu vyenye kulevya kama vile pombe au bangi au kinachofanana na hivyo, kwa maana mwanamume huyu ana akili timamu, lakini akenda akatumia kitu ambacho kinalevya, kitu ambacho kinaondosha akili, falahu hukmun yakhussuhu, mtu huyu ana hukmu ambayo wanawachuoni wameitaja, hukmu inayomhusu yeye, naye hukmu hii wameizingatia wanawachuoni biikhtilafi halihi wa sababi, ni kwa kukhtalifiana hali za huyu mtu, lakini pia sababu za kuondoshwa, za kuweza kuondokwa na kutokwa na akili yake, sababu yake ilikuwa nini? Wanawachuoni wanasema fa in tanawalaha, ikiwa mwanamume huyu atakula chenye kulevya, wa huwa ya'lamu yaqinan, naye akiwa ana ilmu, anafahamu kwa hakika, bi anna ma yatanawaluhu, ya kwamba kile ambacho anakila, tughatti al-aqla, kinaondosha akili, watanawalaha, akakila, fadhahaba aqlu, akili yake ikaondoka, wa talaqa imra'atahu, akamwacha mkewe, fa inna talaqahu yaqa, talaka katika hali hii inatuka. Yani wanawachuoni wanatuambia lau atatokea mtu akenda akanywa ulevi au akavuta kitu chenye kulevya, hali ya kuwa anajua kabisa hichi ninachokula kinalevya, akanywa, akala, akavuta, na baadaye akatokwa na akili kwa ulevi ule, akenda akamuacha mkewe, wanawachuoni wanasema talaka ya mtu kama huyu inatuka. Ama endapo akanywa au akala au akavuta, wa huwa ya'lam, na yeye anajua, wa ya'taqidu anna ma yatanawaluhu, anaitakidi kwamba kile anachokila la tughatti al-aqla, hakiondoshi akili, akala na akajua kwamba hichi ninachokila au ninachokitumia kwa wakati huu hakiondoshi akili, au akakila kile alichokila kwa njia ya tiba, kwa kudhani kwamba hichi anachokitumia ni ponyo, kinaondosha maradhi ambayo yeye anayo, faghaba akluhu, kwa hali hii akili yake ikaondoka akili kwa kula kile ambacho hakuwa anadhani kwamba hichi kinalewesha, au kula kitu ambacho kinalewesha lakini kwa mfumo wa kuwa anadhani kwamba hichi ambacho mimi ninakila ni tiba miongoni mwa tiba ya maradhi ambayo yamenipata. Akala, wa talaqa imra'atahu, na akamuacha mkewe katika hali hii, fa inna talaqahu la yaqa, talaka yake kwa hali hii haiwezi ikatuka. Kwa hivyo fa innal ijma' munaqadun ala adami wujubi wuqu'i talaq, wamekubaliana wanawachuoni ya kwamba haisihi talaka man lam ya'tad bisukrihi, kwa mtu ambaye hakulewa kwa maksudi, yani mtu ambaye amelewa kwa bahati mbaya na akamuacha mkewe, talaka yake haisihi. Ama yule ambaye amelewa kwa maksudi na akiwa anajua kwamba hichi ninachokila kinaondosha akili na pia ninachokila kinalevya, na akakila kwa maksudi, basi talaka yake itasihi kwa baadhi ya kauli ya wanawachuoni. Wa ila huna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.